A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq wa ja'ala sunnatahu nuran wa huda lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa imamil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, amrehemu Mwenyezi Mungu na mshushia amani, aberidu taama, pozeni chakula. Ufafanuzi wa maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha adabu ya kula na afya ya mwili. Maana yake ni kuwa si vizuri kula chakula kikiwa kinawaka moto kupita kiasi, bali ni bora kukiacha kipunguze joto ndipo ule. Hii inalinda afya ya mdomo, ulimi, koo na tumbo. Pia humfanya mtu ale kwa utulivu na kwa adabu. Uislamu haujawekeza kwenye ibada pekee, bali Uislamu umewekeza hata kwenye adabu ndogo za maisha ya kila siku. Uislamu haukuacha kufundisha. Kwa mfano, mtu anapopewa chai au ugali wa moto sana, akakimbilia kula haraka haraka na kuunguza mdomo wake. Jambo hilo ni kinyume na adabu hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innal harra la barakata fihi, kwa hakika chakula kilicho cha moto sana hakina baraka. Na maana ya baraka hapa ni manufaa, utulivu na kupatikana kwa afya njema. Chakula cha moto sana kinaweza kuleta madhara ya mwili na kukosa utulivu wa kula. Chakula cha moto humfanya mtu ale haraka bila utulivu, na wakati mwingine hujidhuru. Kwani mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha kuwa hata katika kula mtu anapaswa kuwa na subra na utaratibu. Faida zinazopatikana katika hadithi hii: Uislamu umefundisha hata adabu za kula. Si vizuri kula chakula cha moto sana. Subra katika mambo madogo ni sehemu ya tabia njema. Baraka hupatikana kwa kufuata maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Afya ya mwili ni jambo linalozingatiwa katika dini. Haraka zisizo na msingi zinaweza kuleta madhara.